na tumewapatia pesa bilioni 1 ya kutengeneza hii barabara yenu kutoka hapa Kamuongo mpaka kule Kandwiwa. Tunakubaliana? Sasa hii barabara yenu mnajua tulitengeneza kutoka Mwingi ikakuja ikakwama hapa Kamuongo. Si namna hiyo? Lakini sasa hii tutakamilisha mpaka ishikane na kule Kandwiwa. Alafu kutoka huko pia nasikia ile barabara ya kwenda Seikuru bado ni ya vumbi. Ni kweli ama si kweli? Ile barabara bado ni ya vumbi. Kuna watu wanaishi huko. Kina nani wanaishi huko? Kuna watu wanaishi huko. Sasa kwa sababu kuna wananchi wa Kenya wanaishi huko. Sasa wacha mimi niende nitafute pesa, nikuje nitengeneze hiyo barabara kilomita 30 mpaka ifike Seikuru. Wewe Waziri Davis, enda nitafutie pesa tukuje tutengeneze hiyo barabara. Kuna Wakenya wanaishi huko na wamehangaika miaka yote. Wanahangaika na mvua, wanahangaika na matope, wanahangaika na vumbi. Ama namna gani? Hiyo barabara ya Seikuru tujenge. Ama mnasemaje? Kuna wengine wanasema ati mungoje nijenge. Bas mimi nitaenda kupanga nikuje nijenge hiyo barabara. Si mungoje. Ama namna gani? Jambo la tatu mimi nimekuja hapa ni mambo ya title deeds. Muliniambia ya kwamba wananchi wengi hapa bado wanaishi kama maskota. Mtu anaishi mahali lakini hana title deed ya shamba yake. Leo mimi nimekuja hapa na hati miliki 15,000 ya watu wa hapa kwenu. Title deeds 15,000 iko hapa na mimi. Nyinyi mnanielewa? Ya Seikuru, nasikia ya mahali inaitwa Chuso, mahali inaitwa Machungwa, ingine inaitwa Kaimberia. Hiyo mahali yote tuko na title deeds yao. Nyinyi mko hapa mmekujia title deeds? Mnataka tuwapatie title deeds? Si mmengojea miaka nyingi? Ama namna gani? Tumengojea hizo title deeds, mmengojea miaka nyingi. Mimi leo hapa Kitui nimeongea na governor, tunapatiana title deeds 42,000 katika Kitui County. Kwa sababu tulikubaliana ya kwamba hii Kitui County lazima ishughulikiwe kama zile counties zingine. Na hii Kitui ilichelewa kwa mambo yote ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana jamii? Sasa ndio mimi nimekuja hapa kuwatangazia ya kwamba mambo ya kungojea, mambo ya kubaki nyuma, mambo ya kukaa kwa upinzani imefika mwisho. Ama namna gani jameni? Ama nyinyi mnataka kuendelea kubaki nyuma? Mnataka kuendelea kukaa kwa upinzani? Sasa mnisikize vizuri. Mimi ndio nilifanya makosa. Sikuwakujia. Niliwaacha mkatembezwa na watu wengine mkazamishwa kwa upinzani. Si ndio? Sasa mimi nimekuja hapa na muwatangazie. Mwambie Ruto amefika hapa. Amesema mambo ya upinzani imekwisha. Ama mnasemaje watu wa Ukambani? Sikizeni bwana. Sijui kama tunaelewana. Hawa watu wa Ukambani ni watu wazuri sana. Kama kuna watu watatangulia mbinguni ni watu wa Ukambani. Lakini kuna watu wametumia uzuri na ungwana ya watu wa Ukambani kupeleka hawa kwa mambo ya upinzani. Mimi nimesema hiyo story kwa mapenzi ya Mungu, na tutafanya kazi juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma. Hii Ukambani haitakaa upinzani tena. Tunatengeneza serikali pamoja na nyinyi. Ukambani hoye! Kitui hoye! Mwingi hoye! Kamuongo hoye! Mnakubaliana na mimi? Mnasema tuachane na upinzani? Tuungane pamoja, tutengeneze serikali. Hiyo inakuja. Wangapi wanakubaliana na mimi tuungane pamoja? Ama namna gani my friends? Si namna hiyo? Unajua Kenya hii imechelewa miaka nyingi kwa sababu ya viongozi ambao hawana maono, hawana mpango, hawana sera, hawana vision ya kupeleka dunia mahali popote. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Ukambani, Kenya
haiwezi kubadilisha na siasa ya ukabila ama chuki ama mambo ya bure. Hii Kenya itabadilishwa watu wakiwa na maono na mipango na sera na agenda ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tunaelewana jameni? Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Kamuongo. Si nyinyi ndio mnachagua MCA na mbunge na governor na rais? Mimi nauliza nyinyi, mkichagua MCA ama rais, mnaangalia sura ama mnaangalia kazi? Nawauliza, ni kazi ama mnaangalia sura? Mtu anachaguliwa kwa sababu yeye ni wa kabila fulani? Ati kwa sababu hako na sura mzuri? Ati kwa sababu mtu ya fitina? Ati kwa sababu anatembeza chuki? Hapana. Kila mtu apimwe na kazi yake bwana. Kama hujafanya kitu chochote, wachana na raia. Ama namna gani? Ama mnasemaje? Hawa majamaa, unajua hawa majamaa mimi nashindana na wao. Mumesikia mambo yao? Mambo yao ni matatu. One term, Kasongo, must go. Sasa mimi nataka niwaulize. Hiyo ndio siasa yao inaishia hapo. Inaanza kwa ukabila, inaenda kwa matusi, inafikia kwa kupingana. Sasa leo wanapinga housing, wanapinga soko, wanapinga model ya elimu, wanapinga SHA, wanapinga kila kitu. Sasa mimi nataka niwaulize, na sio ati wanapinga kwa sababu wako na maoni ama agenda ama wao they have no plan. Hawana maoni tofauti, agenda hawana, sera hawana, mpango hawana, hata akili. Kumbe mnawajua. Mnawajua. Ati sera na mpango na agenda na plan na akili. Salale. Sasa kama mambo yao ni hiyo, ati ndio wanataka ati wanataka utaongoza Kenya namna gani kama huna chochote? You don't have any plan. Ati kazi yao kubwa wanataka kuja kusema tunapinga housing, tunapinga SHA, tunapinga funding model, tunapinga transformation, mnapinga kila kitu. Watu ya kuendesha serikali ni watu ya maono ama watu ya kupinga? Si mtu wako na maono. So mimi nataka niwaambie hao marafiki, tuko na vikundi viwili tashindana kwa hii uchaguzi. Team forward na team backward. Si ndio? Ama namna gani? Nyinyi mko kwa timu gani? Mko na kwa timu gani? Ile ya kwenda mbele na maendeleo na stima na soko na elimu na maji. Hebu nione wala wanasema tunaenda. Kwa hivyo watu wa Kamuongo mnasemaje? Ati watu wa Kamuongo mnasemaje? Ati Kamuongo mnasemaje? Na Mwingi mnasemaje? Na Kitui mnasemaje? Hebu nione wala wanasema mambo ndio hiyo ya forward, 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 forward.